Si kila ushauri unaokutana nao kwenye mtandao ni wa kubeba. Hata kama huo ushauri unatoka kwa mama mtu mzima au kwa baba mtu mzima, si kila ushauri unakufaa wewe. Kigezo cha kusema kwamba mke bora ni yule ambaye atakubali watoto wa mume wa kutoka nje ya ndoa ni kosa. Si kweli kwamba mke amejilinda, mke amejitunza, leo hii mume anakuja na watoto 2, 3 ambao amewazaa mke akiwa kwenye ndoa. Sio kwamba mke aliwakuta alafu anakuja nao kuwaleta kwenye ndoa, alafu sema kwamba mke huyu akikataa hawa watoto basi amekosea. Na wanaume wanatumika kigezo kuona kwamba huyu ndio mke bora kwa sababu amekubali kulea watoto wangu. Tunahalalisha vilivyokuwa haramu. Yaani hata kama wewe umeamua kwamba unataka kula nguruwe na ni Muislamu na Waislamu wanaamini kwamba nguruwe ni haramu, usije kuwahubiria kwamba nguruwe ni halali. Wewe kula nguruwe ukijua hiyo nguruwe ni haramu. Ukiamua kufanya kitu ambacho ni haramu, usikihalalishe, usikijengee uzuri ili kiwe kizuri. Jua unachokifanya ni kosa. Kucheat nje ya ndoa, watu wengi wanacheat. 90% wanaume wanacheat kwenye ndoa zao. Hiyo ni issue nyingine, ni mada ya siku nyingine. Lakini kuchiti na ukaacha ushahidi wa kuchiti kwamba ukazaa watoto na ukawabeba wale watoto wakiwa na miaka 10, 15, 20 au hata miaka 5, miaka 6 au mwaka mmoja, kumletea mkeo akulelee watoto, na mke anapokataa kuwalea wale watoto unamwona kwamba mke huyu hafai kuwa mke, si kigezo cha sahihi cha kupima mke bora na ambaye sio mke bora. Mwanamke, ikiwa mumeo amekuletea watoto kutoka nje ya ndoa, unakubali kwamba bwana, sasa umeshazaa hao watoto nje ya ndoa, nimeshakubaliana na hali kwamba umewazaa, lakini watoto wale waache wabaki huko huko uliko wazaa. Wewe si una hela? Wewe si una uwezo? Wewe si unaweza kutunza? Wewe si unaweza kulea za watoto zaidi ya 6, 7, 8, 9? Watoto wabaki kwa kina mama yao au kwa huyo mama yao, watunze wakiwa huko, walee wakiwa huko, wasomeshe wakiwa huko, kwamba yeye watoto wale wabaki kule. Kwa sababu gani? Imekuwa ni changamoto kubwa watoto waliozaliwa nje ya ndoa wakati ndoa tayari ipo hai, wakaja kuintegrate na watoto ambao wapo kwenye ndoa tayari, au mke mwenye ndoa aje kuwalea. Misukosuko haitawahi kuisha, vita haitawahi kuisha, ugomvi hautawahi kuisha. Kuletewa watoto nje ya ndoa uwalee na wewe kukubali au kukataa sio kigezo cha wewe kuwa mke bora. Kuna some things tunavifanya na kushauri watu ambao ni unyanyasaji. Ukivitafsiri kiuhalisia, wewe mwanamume, mke angekuletea watoto kwamba hawa watoto 6 nilokuletea hawa nimewazaa, sio wa kwako. Sijui kama kuna mwanamume anaweza kukubali hicho. Kwa nini tunataka wanawake wakubali kwamba kulea watoto ambao wamewakuta kwenye ndoa? Yaani watoto wamekuja kwenye ndoa kukuta mke tayari yupo kwenye ndoa, umbebea watoto umletea kulelee. Ni unyanyasaji. Hakiwezi kuwa kigezo cha kudetermine mke bora. Never.